Mwanaume tajiri alimsaidia mzee mmoja kwa kumsukumia mkokoteni wake. Ghafla, mtoto wa yule mzee akafika na kwa hasira akadai pesa kutoka kwa baba yake. Baba akasema kwa upole, "Mwanangu, nilishakupa pesa jana." Lakini mtoto akajibu, "Leo nahitaji zaidi. Lazima ninunue vitabu." Mzee alijaribu kutoa pesa mfukoni, lakini mtoto wake alimnyang'anya kwa ukali. Kisha akasema kwa dharau, "Kwa pesa ndogo kama hizi nitanunua nini?" Halafu akaondoka akiwa amekasirika. Mwanaume tajiri aliyekuwa pale akamwambia yule mzee, "Endelea kumlea mtoto wako vizuri. Natumaini siku moja atakusaidia na kukutunza." Kisha akampa pesa kidogo na kusema, "Tafadhali, tumia hizi pia kujitunza wewe mwenyewe." Wakati huo huo, yule kijana alikuwa sokoni akifanya manunuzi. Alikuwa anaongea kwa simu. Akasema kwa furaha, "Leo nimepata pesa nyingi sana. Tutafanya sherehe nzuri sana." Mwanaume tajiri alimfuatilia kwa siri baada ya kijana kumaliza simu. Kisha akamuuliza, "Kwa hiyo, hivi ndivyo vitabu unavyonunua? Unatumia pesa ambazo baba yako anazipata kwa jasho lake kwa ajili ya starehe na sherehe?" Kijana akajibu kwa kiburi, "Hilo halikuhusu. Baba yangu anafanya kazi kwa ajili yangu." Mwanaume tajiri akatoa pesa nyingi sana na kusema, "Pesa hizi zinaweza kuwa zako." Kijana akajaribu kuzichukua haraka, lakini mwanaume akasema, "Subiri, kuna kitu nataka kukuonyesha kwanza. Njoo nami." Kijana akakubali na kumfuata. Mwanaume tajiri akampeleka mahali ambapo baba yake alikuwa anauza ndizi sokoni. Akamwonyesha jinsi baba yake alivyokuwa anafanya kazi kwa bidii kila siku ili kulipa ada ya masomo yake. Wakati huo, mwanamke mmoja alimnunua ndizi kutoka kwa mzee, lakini baadaye akadai kwamba ndizi zilikuwa mbovu. Akazimwaga maji juu ya ndizi na kumdhalilisha mzee. Mwanaume tajiri akamwambia kijana, "Angalia jinsi watu wanavyomtendia baba yako. Wakati huo huo, wewe unapoteza pesa zake kwa watu ambao hawajali hata kidogo kuhusu wewe." Kijana akajisikia huzuni na aibu kubwa, lakini mwanaume tajiri akasema, "Subiri kidogo." Baada ya muda mfupi, mwanamke mwingine akaja na kudai pesa ya kodi ya nyumba. Mzee akamsihi, "Tafadhali, nipe muda kidogo, nitakulipa ndani ya siku chache." Alipokuwa karibu kuondoka na mkokoteni wake, mwanamke huyo akamzuia. Ndipo mwanaume tajiri na kijana wakafika pale. Mwanaume tajiri akamkabidhi mwanamke huyo pesa zote za kodi. Mwanamke akaondoka akisema, "Wakati mwingine lipa kwa wakati." Baada ya kuona yote hayo, kijana akaketi chini karibu na miguu ya baba yake na kuanza kulia. Akasema, "Baba, sikujua kuwa unafanya kazi kwa bidii hivi kwa ajili yangu. Tafadhali, nisamehe. Kuanzia leo, nitakuwa karibu nawe kila wakati." Baba yake akamsamehe na akamkumbatia kwa upendo, na mwanawe tajiri akatabasamu kwa furaha.